Majina ni mchungaji Pastor Harrison Kariuki Mwangi. Katika jambo la kanisa, mambo ya marriage, vijana wengi, mimi ni mchungaji, wanakuaga na shida. Hata vijana wengi huwa wanasaidiwa na kanisa na wazazi wao. Kanisa inaungana ndio hata kijana aweze kuoa. Lakini wakati huu sasa, hii ada ambayo sasa inawekwa ya certificate ya marriage, hiyo ikiwa kiwango ya juu zaidi, hata vijana youth watatoroka kutoka kanisa, watakosa kanisani. Na sasa kanisa tukikosa wale youth, tutakosa wacha Mungu katika nchi yetu. Kwa hivyo jambo ambalo ningelitaka kusema, wewe rais wetu na naibu, mumeshikiliwa na kanisa na mnapenda kanisa, jambo hili la kanisa muweze kuliangazia. Kwa majina ninaitwa Peter tena. Ukiweka uweke uoga katika marriage. Na saa hizi kwa uchumi tu vijana, hata hawawani kama siku zile zitu za vizu vijana, inachukua ni shida sana kuona vijana wetu na wasichana kama zile marriages zilikuwa nafanyikana kwa makanisa 1970s, 1980s. Ukiangalia idadi imepunguka sana. Sasa mkiweka conditions kwa marriage certificate, itakuwa marriage ni blackout. Itakuwa hatari katika taifa na tutakuwa tunaelekezwa kwa zile mambo za marriage za contract na vitu mbaya mbaya. Zitakuja kutuadhiri. Rais wetu ni mcha Mungu, makamu wa rais ni mcha wa Mungu. Serikali ya Kenya Kwanza ilikuja na misingi kikamilifu ya watu wanaoogopa Mungu. Tafadhali, tunaomba serikali nzima, mambo inayohusiana na vitambulisho vile serikali iliweka tangu mwanzo. Kitambulisho tusaidiwe iwe free. Kitambulisho iwe free. Hizo marriage certificates, watu wa makanisa, hata mapastors na wale na mabishop na nini, wata-exploit your area. Tutakuwa na shida katika marriage. Wacheni vijana wetu na wasichana wetu waoane kwa njia iliyo ya rahisi. Kwa majina naitwa Wajiro Boro. Ni vile nilisema ninataka kuona watoto wangu na wajukuu wangu na vitukuu wangu. Lakini wakileta hiyo mambo ya marriage iwe iko juu, gharama iko juu ya kulipisa hiyo registration, mimi naogopa na ninaona kama hatutapata hao wazao wale wajukuu hawatakuwa wanaoa. Sasa mimi naogopa. Ningeomba serikali iwapunguzie kiasi chenye wataweza kulipa hiyo registration. Ninaitwa Mary Wanjiro. Mimi ningependa kuomba rais wetu. Mimi ni mzee sana, niko na miaka 80. Ningemuomba kwa wale waadhiriwa na maumau. Tulifanya kazi mzito sana ya kupigana na wasungu, lakini Mungu akatuonekania. Rais wetu si wa uongo, ni mwenye kutenda mema na ni mwenye kuogopa Mungu. Tunaomba yale alituahidi atutumisie Januari hii, ili tutoke ukobosini, kwa maana tunakaa kama tumekombolewa na umasikini. Wakati hao wazee wetu watakuwa wanafanyiwa resettlement, rais wetu ninakuomba ukumbuke, hii ilikuwa ni jeshi ambayo ilikuwa pale msituni katika vita miaka 7. Na miaka 7 walitendea nchi yetu kazi. Hata serikali wanajeshi ambao uko nao wakati huu huwa unawalipa ridhia. Hawa wazazi wale walipigania ukombozi wa nchi yetu, wengine hata walikufa. Watoto wao ndio wako, na pia wale watoto wako na shida. Ningeomba hawa wazee wakumbukwe, wapatiwe ridhaa yao hiyo ya miaka 7. Niposa nao waweze kufurahia matunda ya uhuru kama wale wengine vile wanavyofurahia. Nataka tunaombe serikali ya Kenya Kwanza, kutokana na ripoti zote zilizotolewa na Parliamentary Select Committee on IDP Resettlement, na pia ripoti ambayo imetolewa na mkaguzi wa hesabu za serikali Auditor General hivi karibuni, ambapo maagizo yote imetolewa na kusemekana vizuri hatua zinazostahili zichukuliwe, ili tusije tukawa na changamoto hivi kwamba baadhi ya wale watu waliokuwa na tatizo lote za mchakato wa kuweza kuriseto watu wa 2007 and 8 post-election violence waondolewe kabisa, ili kusiwe na double standard. Tunaomba serikali ya Kenya Kwanza ili isiwe na utata, izingatie ripoti zote zilizotolewa na idara na ama taasisi za kiserikali, ili tuweze kupata kuridhika vizuri.
Hauna kitambulisho. Sema jina alafu